Bwana mambo yo bwana, mambo vipi? Shabiki wa Baba Ivan Supply, shabiki wa Voice ya Mtaa, au sio bwana? Bwana, kwenye Voice ya Mtaa leo studio kwa studio, au sio bwana? Hasa kwenye studio kwa studio tumetembelea studio fulani pande za Mbagala Kiburugwa. Tupo studio za 4Name, au sio bwana? Kufika tu hapa 4Name. Kwanza 4Name ni studio ambayo imetoa hit nyingi ikiwemo Turudiane ya Stizo, au sio bwana? Remix mpaka OG zote zimetokea hapa. Sasa nikasema so kweli leo nikatembelee studio nikapiga mastori na wasanii nitakaowakuta. Kufika tu ndugu yangu. Hapa nimekutana na kijana, kameramani mwanangu Kado. Hebu mmulike kwanza huyu kijana alolala hapa. Sijamuamsha ujue. Sijamuamsha, nikuta kalala kapose nini. Nikaona wai msanii au vipi? Kwa sababu lengo langu mimi kupiga story na yote nitakamkuta humu ndani, au sio bwana? Sasa niko na msanii, ngoja tumuamshe tupige naye ma story, au sio bwana? Sasa sijui namuamshaje hapa. Na je, akiona kamera itakuwaje? Msanii unajua akiona kamera unajua kasheshe, hapo una kazi ya kumtuliza. Oa baba. Vipi ndugu yangu? Vipi baba? Fresh vipi baba? Kama kawaida. Kama kawa vipi? Mbona umechoka sana? Hamna uchovu tu. Au sio? Unajua saa ngapi sio nalala studio mu? Mida imeenda hii. Saa ngapi hapo? Hii ngoma 7-8 usiku hii. Muda imeenda bwana. Bwana wewe msanii nini mndani? Kwanza kwanza mmenistukiza yani hata sijajiandaa ni kujiandaa na nini? Hii interview huwezi kujiandaa, sijapiga simu, mimi ni studio kwa studio hivyo Voice ya Mtaa. Usio bwana, tumekuja studio za 4Name Music kupiga ma story na wasanii tukawakuta, bahati nzuri tumekukuta wewe. Hii ni neema kwako ujue. Vipi? Safi. Jitambulishe kwanza kwa majina. Kwa majina naitwa Fido7. 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 Ndio jina lako, yani hilo wewe msanii tuseme. Mimi ni msanii. Unaimba? Naimba. Muziki gani? Mimi naimba Singelilaza. Singelilaza. Una ngoma ngapi ambazo umerekodi? Bado sijarekodi. Na mimi hapo umenikuta ni kijana wa studio yani. Kijana wa studio. Kwamba mazingira yote huko studio unahusika wewe. Yaani mazingira ya kufanya usafi nini? Yaani kuweka mazingira safi ya studio yetu hii. Lakini bado hujabahatika kurekodi. Bado. Lakini unaimba. Kuimba mimi naimba ndio. Vizuri kabisa. Upo live hapo jua watazamaji na wapenzi wa muziki, mabosi, masponsor wapo wenza wa kusupport. Kweli unaimba? Kweli naimba. Hata kaje studio, una siku ngapi toka ufike hapa studio? Hapa na miezi 4. Miezi 4. Producer anajua kama ushai kumwimbia? Producer anajua nishai kumwimbia. Ila kwa sababu ya harakati zake na kazi zake atulii, kwa hiyo ngoma sijarekodi hata moja. Lakini kaaminia kipaji chako. Waka nafanya mazoezi na nipigia biti. Mazoezi nafanya. Ila one day yes. Najua mdogo muziki una nini? Lazima muziki upitie changamoto ndugu yangu. Changamoto kibao. Yaani changamoto lazima upitie. Kabla hatujafika mbali, kwa tuimbie kidogo hata watazamaji waamini kweli hapa kipaji kipo, kama mtu kweli anataka kutia hela atie hela. Nilisomewa hadithi na babu enzi za kale kuwa mapendo yako hivi, napewa vitamu zaidi ya kambale, haikuwa rahisi mikonye moyo wake nitawale, yani kama ibilisi kaniacha mimi nikamfuata yule, na baki nalia naumia na baki nalia naumia. Simalize laza. Bwana, wewe unapenda kumsikiliza msanii gani kwanza kabla sijaja kukusifia katika hii ngoma? Msanii gani ambaye wewe unamsikiliza sana? Mimi msanii ambaye napenda kumsikiliza na tuseme role model wangu. Wanamuita MP Voice, ila bado hajatoka yani. Ni msanii mdogo ila ndo role model wangu yani. Unapita kama yeye yani. Yani. Mbona kama unapita kama na Niliudoni hivi? Hamna. Au yani hata sauti yani yani hapo umechanganya bwana ndugu yangu. Analikataa limechanganya. Bwana, katika safari yako ya muziki wewe umetokea wapi mpaka kufika hapa studio? Ndugu yangu mimi mpaka hadi kufika hapa studio kujua hii studio. Kwanza mimi sio mtoto hapa Dar es Salaam, au mimi sijazaliwa hapa Dar es Salaam.
Mimi kwetu ni Iringa. Iringa. Kwetu ni Iringa bwana. Iringa ulitoka lini Iringa mpaka kufika hapa? Yaani mimi Iringa nimetoka sasa hivi na mwaka wa 3. Ila hapa Dar es Salaam nimefika mwaka huu na mpaka kukaa hapa huu mwezi wa 4. Kwa hiyo miaka yote ulikopo wapi? Nje na Iringa. Hii miaka yote ndugu yangu. Mimi kwanza nimeondoka mimi nimesoma ujue nimesoma mpaka form 2 nimeacha sababu ya muziki. Umeacha shule kwa sababu ya muziki? Sababu ya muziki. Mimi nilikopo shule siendi nikiona kuna majukwaa ya CCM kama Airtel matangazo ya Yasi. Naacha yani naweka nguo zangu za nyumbani naenda kupiga show. Naenda kufanya muziki. Unaona bwana? Na ulipi kipindi hiko? Ulipu utapewa tu shati. Utashindana ya Pepsi. Unajua? Bwana bye. Oya amenifurahisha. Oya matangazo kama hayo ndugu zangu oya. Tuwe na huruma basi kampuni kubwa, sijui makampuni gani, wasanii kibao na kwa perform kutoka pale msanii tena shindani ya shati ndugu yangu. Pepsi sisi eti sijui ni watu wanashindani ya sijui vizawadi vya aina so kweli. Muziki. Kwa hiyo ndugu yangu kutoka Iringa, hiyo miaka mingapi kutoka Iringa ulifikia wapi yani? Yes, sasa ngoja sasa tuanze. Mimi nimetoka Iringa mwaka juzi. Nimeacha form 2 mwezi wa 2 yani kwa sababu ya muziki. Nyumbani yani nyumbani sikopo support ni chache sana ya muziki wangu mimi. Mimi ndo ningefanya maamuzi. Nyumbani nimeacha shule leo yani nimwambia bwana mimi sitaki shule. Mungu ananiambia sitaki kupeleka polisi nini. Nikakunja nguo zangu. Nikongona vidusi kwa maana hapo nikienda shule Jumamosi Jumapili nasaidia fundi. Iringa huko. Nasaidia fundi. Kwa hiyo hivyo vichenti vyangu nikapanda gari moja inaitwa BM mpaka Morogoro pale. Morogoro pale Msamvu. Hiyo mwaka gani hiyo? Hiyo mwaka juzi hapo mwezi wa 2 hapo. Mwaka juzi mwaka gani? Mwaka juzi hapo 2000 ngapi? Na 2024 2024. Nimekimbiza pale. Nilipofika kwanza stand ya Msamvu hamna anyenijua la nini. Una ndugu? Sijuani na mtu yoyote. Muda gani umefika hapo wapi Msamvu? Hapo nyumbani kwetu nimekimbia saa 2 usiku. Nimefika pale mida saa 7 saa 8 stand pale. Watu kibao yani walali magari yanatembea usiku. Nimefika pale nikamkuta kuna brother mmoja anauza chips anakimbiza soda maji pale. Nikaelezea bwana mimi nimetoka nyumbani kwetu Iringa. Mimi naimba sema sijapata support. Wakasema mdogo wetu unaimba ndio. Nika naimbia pale. Akasema sasa huwezi kuimba fuka una kazi hauna hela. Utakuwa unaimba unakula nini? Kabisa. Bwana akajichangisha pale nikakaa nao kama wiki moja wakaana wananunulia chakula. Kuna mdogo wetu utakununulia chakula mpaka lini? Hizi hela unazokupata chakula. Je, ungekuwa unakusanya ungekuwa unafanya kazi? Wakanichongoshia box ile. Kachukua soda maji biskuti nikaanza kukimbiza pale Msamvu. Nimekimbiza Msamvu mwezi wa 6. Kuna brother akanuna dogo anafanya kazi fresh akanichukua kwenye banda lake la chips. Nimekimbiza banda la chips kanipangishia kijichumba. Nimekimbiza nikaona nafanya hivi ila muziki sifanyi kwa nini? Afu ila anapata. Nauliza studio hapa kuna studio studio bwana hapa hamna sijui nini. Nikaona hamna shida. Mimi bado mtoto mdogo yani miaka 17 tu. Nikaona muziki tu mimi bado kwa sababu janki tu muziki mimi nitaukuta kwa sababu muziki wangu mimi muziki upo ndani ya damu kama muziki mimi nitafanya tu. Nimefika mwezi wa 12 nimekimbiza hizo chips yule bro nikamwambia brother mimi wewe unijui sikujui unaishi nini kama ndugu yangu kuna kuumwa unajua umenistendia mimi naimba bro mimi naomba niende mbele. Nikafanyaje? Nikajitafute kidogo bwana brother yangu nikamrudishia chumba brother hadi alilia ile siku ile naondoka nikaenda Dodoma. Mwezi wa 12 mwishoni nikaenda Dodoma. Kutoka Morogoro kaenda Dodoma. Dodoma kwa nani? Hapo 2025 hapo. 2025 hiyo. Dodoma kwa nani? Sina ndugu yani hapo changamoto tu hizo. Umeona changamoto tu hizo ndugu yangu. Yaani mpaka hadi mimi nimefika hapa ndugu yangu. Dodoma ukakaa miezi mingapi? Dodoma stand ya 88 pale.
Nimechakaza stendi yani pale ambaye anijui pale nimekimbiza sana soda maji, nimekimbiza mayai pale. Watu wakaona nikubali yani mtoto mdogo ila anavyojitahidi yani na nini. Kuna hao brother wanasukuma zile toroli za video nini. Wakawa naikaekea beat naimba. Nimekaa sana pale mpaka mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 10, 11, 12. Mwezi wa kwanza wa 2026 ambao ni mwaka huu. Mwezi wa pili mwanzoni, yani mwezi wa kwanza unaenda wa pili, nikaona da. Ngoja kwanza. Kwa pale Dodoma wewe ulikuwa unauza maji, ulikopo unauza ya mtu au yako mwenyewe? Yangu mimi mwenyewe kwa sababu ulifanya kazi pale. Ya, kwa ulivyoenda nilipofika Dodoma nikasema da. Hivi hela ninazo unaonaje nikafange chumba tu. Ila da katika mazingira ya kupiga mahesabu kufanya biashara nikabaki tu nikana stand pale nani. Watu wamenizoea stand na lala pale. Kwa watu kimpigia simu yote wa 88 pale Dodoma na kujua. Yaani mkongwe wa pale ambao unafanya biashara pale road pale stand. Ila walikuwa wanapenda kuniita Wailinga. Dodoma kwa utawa kwa tukipiga simu bwana, ila jina lako la kisanii sasa hivi huja kujipa huko mjini wajiita Fido 7. Lakini jina lako ambalo limezoeleka katika harakati zako zote mdogo wa Iringa au Wailinga. Haya sasa nikafika hapa mwezi wa kwanza ile mwishoni. Nimefika nimepanda gari. Da sijaifika yani sipajue yani nimefika nikapanda gari moja. Kwani mpo wangapi mpaka unasema da hujai kufika? Ni muda kipindi chote uko unasoma tuko Iringa, kutoka Iringa Morogoro, Dodoma ndio kaanza safari kuja da. Kwani nyinyi mpo wangapi? Kwetu sisi hapa kwa bi mkubwa tuko 6. Mpo 6. Wewe wangapi? Mimi hapa 4. 4. Kaka yako yupo au kuna ndugu? Yupo dada yangu hapo. Kasoma VETA sasa hivi. Wa pili kaka yangu. Nakuja mimi hapa na pacha yangu. Kaka yangu anapakisha rangi kucha. Wewe una pacha yako? Mimi nina pacha yangu. Kwa hiyo mpo wawili. Alafu anakuja tena mapacha wa kike wawili. Bwana, kwa nini mapacha mpo wawili yani? Wa kiume wawili, wa kike wawili. Bwana twende. Ndio hapo sijafika da nikapanda gari moja inaitwa IP Nation. Nikashukia Mbezi pale. Mbezi nikaona gari tu limeandikwa Mbagala rangi 3. Mbezi Mbagala rangi 3. Nimepanda ilikopo saa 2 asubuhi. Sisi nimekuja kufika sijui saa 5 sijui saa 7 ile. Sasa hapo nilikuwa nimeamshwa. Konta ananiuliza wewe unashuka wapi? Nasema nashuka Mbagala ndo hapa. Nimefika pale na bag langu saa 5 si saa 7 ile. Mbagala kwa nani mdao unakuja? Yani simjui mtu wote, sina ndugu. Unakuja. Nakuja. Yani mimi nimefika tu hapo, yani ndo nimefika. Yani kama bahati nimekaa sana pale kuna mwenyekiti mmoja akaja wa deva bajaji. Kwa nimekaa kwenye kituo cha bajaji. Wewe mbona nimekuona tuongea asubuhi sijui mchana? Wewe kwani unaelekea wapi afu kuna begi? Nikamwambia da. Mimi Dar es Salaam sina ndugu. Mimi naimba nimekuja. Yani huku kwa ajili ya muziki yani nije yani sina support yote, sina simjui mtu yote yani ukifika usiku hujui unaenda wapi, kula nyewe hujui wapi, ila tu umekuja da kwa sababu unajua da ndo muziki ulipo yani. Akaniuliza umekula? Nikamwambia da. Mimi sijala. Hapo nina hela ila alikuwa sijala. Akanunulia msosi, akanunulia ubwabwa 2000 nikala. Akasema da, sema mimi hapa kwenda kwangu mimi na mke wangu, sema ngoja nimpigie, kuna afande mmoja anaitwa Dua. Huyo afande Dua labda ataweza kusaidia maana anafahamiana na wasanii na kwake kuna wanajishusha na muziki. Ningesema sawa. Akampigia pale akaja. Alivyokuja ndo akafika pale nikaongea naye shikamoo marahaba, nikamsalimia tukamwambia, ndo akaanza nikamkuhadithia kama hivi nilivyokuhadithia mwanzo mwisho. Akaniambia da sawa, kwa sababu unafanya muziki, mimi kuna vijana wangu wanafanya muziki. Yani mimi kama mkubwa nao yani wale wanangu ana support hapo nyumbani kwake. Ana support. Muda huo upo Mbagala wapi? Hapo Zakiem. Zakiem. Akanichukua akasema kuwa mwaminifu maana mimi nakuamini kama nakuchukua kama mwanangu. Nikamwambia mimi na namba za wazazi wangu ninazo. Akasema unazo? Akasema mtu fiki kwanza nyumbani. Nimefika kama mida saa 1 ile. Nimefika nikapoa chai ya moto nikanywa, nikaoga, nikabadilisha nguo. Ndio nikaanza kumpa maelezo pale.
ndio kaka vizuri sasa tunaanza kupiga story. Nikampa namba ya mama, akampigia mama, nikamwambia shikamoo mama, mimi Harbu hapa. Kwa jina gani? Mimi jina langu naitwa Harbu, jina langu Harbu. Harbu. Pacha yako? Anaitwa Maulid. Pacha yako wa kiume naye? Wa kiume. Sema mimi Harbu hapa. Mama, nimekumisi mwaka 3 sijakuona. Mama akaanza kulia pale. Mwanangu. Mimi nikachukua nguo zako nimedhidhika mwanangu. Analia. Nikamwambia mama, mimi nipo hai. Ni mambo tu ya kutafuta. Yaani ili mradi tu kupambana. Uje maisha ya nyumbani yapoje, labda mpaka wewe mama kuondoka nyumbani uenda maisha labda unabanwa kutokana, maana kuna wengine akishua anabanwa. Je, kwani wewe maisha yenu yapoje? Yani maisha yenu yapoje mpaka mama kuondoka nyumbani? Maisha yetu sio kama magumu, hamna. Yaani mchana tunakula mchana, usiku jioni. Sema mimi tu kwa sababu ya kupenda muziki na yani ndugu yangu ngoja tu. Kondo hivyo nikampigia akaongea nasema mama, mwanangu wewe kama muziki ungeniambia tu kuliko kuondoka na nitia pressure mwanangu. Akaambia upo na nani? Nikamwambia mimi kuna fanda inaitwa Dua. Hapa nimekaa tu fresh. Hapa naona ndo nitapata urahisi wa kufanya muziki. Sema mwanangu mimi sijakuona, sijui rudi Iringa ili mimi nipate amani. Dua akaongea naye bwana, alo akaongea sana, mimi nitakaa naye kama mwanangu. Kama yeye hataki kurudi Iringa, anaenda kufanya muziki, basi sawa. Mama akalizia akasema kwa hiyo mwenyewe kama akasema anaishi vizuri, anaishi bila wasiwasi, muache tu akae afanye muziki. Kwa hiyo ikafika mida 3 usiku, nikaonyeshwa studio, nikaingia, nikakaa naona watu wanafanya mazoezi hapo. Kuna DJ anaitwa Santana. Niza dogo vipi? Mbona hivyo unaimba? Nikamwambia yeye mimi naimba bro. Sema ndio nimekaa sijajuana na watu. Kweli yeye akanifanya mazoezi, nikapiga akanapiga mabiti, nikaimba fresh. Kwa hiyo sasa wewe katika harakati zako za muziki unaimba ujulikane au unaimba upate pesa, labda kuna changamoto labda unataka uitatue kwenye familia, au unaimba tu lengo ujulikane? So kuimba tu ili mradi yani maisha ya nyumbani yawe mazuri au vipi au muziki yani mimi sio kama naimba yani sijui nipate pesa. Mimi naimba kwa sababu muziki upo kwenye damu yani muziki upo damuni. Kwa hiyo mimi nafanya muziki sio kwa kufaidisha, mimi nafanya muziki yani najua kabisa. Mimi najua nafanya muziki na faidisha watu, nafanya muziki watu wanapata vitu vizuri, watu wanaburudika. Bwana watazamaji wa Voice ya Mtaa, watazamaji wa mashabiki pia Baba Ivan Supply. Bwana tupo na msanii hapa kwa jina maarufu, kabla hajapata jina la kisanii alikuwa anaitwa Wailinga, kutokana na mazingira alipotokea Iringa. Yani katoka Iringa toka 2000 na ana miaka 3 hajarudi kwao, hajamuona mama yake kwa sababu ya mazingira ya kuforce kwenye muziki. Katoka Iringa kaenda Morogoro kapambana, katoka Morogoro kaenda Dodoma kapambana, na huko pote kwa anaishi maisha ya stendi, kuuza maji na kufanya yote. Lengo nini? Apate kusogeza kipaji chake. Unajua unaambiwa kipaji hakifi, au sio bwana? Lengo juhudi ufanya ndoto iwe. Sasa kijana huyo hapa anaimba vizuri kama tulivyomsikia hapo mwanzo, anaimba muziki mzuri na muziki wa pesa kwa sasa hivi. Kwa mabosi, au sio bwana? Hapa studio ipo ana rekodi. Je, sio kama producer one time moja anagoma kumrekodia. Je, anaangalia kipaji nitarekodi, je nita promo vipi? Sasa kama kuna mabosi, wadhamini ambao wanaweza kusupport kipaji hiki hapa, mje msupport bwana kipaji hiki. Dogo anajua kutoka Iringa mpaka Dar es Salaam kwa ajili ya kuforce muziki. Miaka 3, unaenda mwaka wa 4 hajarudi kwao wala hajamuona mama yake, zaidi kuongea tu kwenye simu tu hivyo. Kwa moja kwa moja ni shukrani zako wewe zinaenda kwa nani mpaka hapo ulipofika? Mimi yani namshukuru sana Dua. Yani bila yeye mimi nisingekuwa naishi wapi? Yani ningekuwa kama mtoto wa mtaani. Yani unajua kuna clip, kuna ngoma fulani ile ya Harmonize na Konta. Unaona kuna sehemu moja kama jidaraja hivi chini watu wanalala yani. Unajua yani bila yule Dua, yani mimi Dua ni kama babangu, kama father yangu tu. Yani kama babangu mzazi Dua. Anakusupport sana. Yani bila yeye mimi wewe usingenijua Baba Ivan. Mimi nisingepajua hapa. Hamna mtu wote asingenijua. Kwanza maisha yangu mimi yani sijui nisemaje Baba Ivan. Kwa hiyo mimi
namshukuru sana Dua, namshukuru sana mwenye hii studio bwana Sizo Magridi. Sizo ananisupport mimi. Anaaminia kipaji. Anaamini sema tu kwa sababu ya kazi. Ujue Sizo unajua katoa hiti. Ngoma ile ya Stizo ile turudiane moyo hii. Umeona? Bwana kijana mdogo huyu hapa yupo hoja kupambana katika maisha ya muziki. Aibi, apoli, anyang'anyi, azulumu. Lengo ni kwa lengo atafute pesa kupitia jasho lake. Na pesa anatafuta vipi? Kupitia kipaji chake. Anaimba bwana muziki wa Singeli kama mlivyomsikia, anaimba muziki mzuri sana. Ana miaka 4. Yaani unaenda mwaka wa 4 huu. Hajawahi kumuona mama yake zaidi ya kuongea kwenye simu tu. Na umri wake kama unavyoona, umri huu mtu ambaye wakuweza kukaa mbali na familia, wakuweza kukaa mbali na mama. Yote kwa sababu ya nini? Hataki maisha ambayo kulia yeye aendelee nayo kuyaona pale nyumbani, au sio bwana? Ameamua kuja kupambana kwa kutumia kipaji chake. Sasa mwanangu, mimi na kitu kimoja ambacho nataka unisupport hapa, ni kitu kimoja nataka uniimbie nyimbo yoyote ile kwa ajili ya mama. Mimi nataka nyimbo tu kwa ajili ya mama, kwa sababu najua hapo moyoni una uchungu kiasi gani kwa ajili ya mama yako. Kitambo hujamwona mama yako. Mimi nataka leo tu kwa heshima tu muimbie hata mama yako mistari kidogo tu. Ilipofika miezi 9 kanileta duniani mama, nije kuishi na watu vyema, na nikikosa mwanao na nikanya, niombe dua kwa Rabana, wajalie wadogo zangu ishi nao vyema mama. Nimezamia jijini Dar es Salaam, mimi napambana usiku na mchana, vipi Iringa wote wazima, msalimie Agina Neema, pachangu Maulidi asono niko kimya, mimi napambana nipo tarejea, nimezamia mimi Dar es Salaam, silalimie usiku na mchana, nije kukusaidia wangu mama, ipo siku mimi nitarejea. I love you mama, I love you mama. Utaniliza. Bwana, kipaji mwenyewe mnakiona, kipaji iko hapo. Sasa unashindwa vipi kusupport? Support ndio itamfanya mtu kufika alipo. Afu licha tu kusupport, mwenyewe unaona kipaji afu ni hela. Muziki sasa hivi ni hela. Tumsupportini jamani. Dogo anafanya vizuri katika muziki. Ngoma ya kwanza tumesikia, ngoma ya pili hapo kwa ajili ya mama yake, au sio? Tumsupport. Wenda akando Last Born tuseme tumemaliza sio Last Born sijui na wenda ndo akawa ni huyu bwana. Huwezi kujua ni kusaidia ni yupi. Wewe una hela lakini au una njia, huwezi kupata pesa zaidi na zaidi. Kama una hela lakini pesa haimtoshelezi mtu, au sio bwana? Kwa hiyo kipaji unaweza ukisupport kati hela ndogo sana kwa sasa hivi ukafanya akafika sehemu nyingine, kwa sababu studio kama hii upo hapa. Unajua nimekuta studio hapa. Kwa hiyo studio fresh hapa, sio kama anashindwa kurekodi, anaweza karekodi. Je, nyimbo zitaenda wapi? Promo. Kwa kama kuna ma sponsor, kuna ma media kubwa, kuna ma presenter kubwa, mnaweza mkasupport kipaji cha dogo. Huyu hapa anaimba muziki yote, umesikia ngoma ya mwanzo mpaka ya mwisho, au sio bwana? Anaitwa Fido 7 maarufu kama Wailinga. Kipindi huko Molo Dodoma, baada ya kutoka kwao Iringa kufikia huko akaitwa jina la Wailinga, lakini kwa sasa hivi jina lake la muziki anatumia kama Fido 7. Bwana, hapo upo studio umesema kama na miezi 4 hivi. Na miezi 4. Oh, hapa studio toka ufike hapa wasanii ambao wanakuja wewe ambaye msanii gani ambaye toka ukailinga huko. Bwana, mimi natamani siku nimuone msanii fulani, lakini sasa baada ya kufika hapa umekutana naye, au kitu gani ambacho kimekufurahisha sana baada ya kufika hapa studio? Mimi nataka yani mimi kwa natamani waone hata msanii hata mmoja na wasanii ambao niko tuseme namkubali. Mimi niko namkubali sana Stizo na Malo. Kwa hiyo hapa mimi nilipofika tulia sasa siku ni kwa design nilipokutana naye sasa. Nimefika hapa studio nimekaa. Sasa Stizo wakaja usiku. Kaja bwana, nilivyomuona tu yani nataka nipige naye picha afu simu sina. Inoma. Natafuta simu, naomba ni simu nipige picha na Stizo. Stizo akasema hivi, dogo vipi, mbona hivyo? Sasa mimi picha mimi nipo hapa, kwani wewe nani? Ndio nikamuelekeza, nikamuimbia hiyo siku, mdogo wangu wewe hela, mdogo wangu una kitu Stizo.
Nikaona yani hata Stizo mimi anijui, simjui, nimemwambia kidogo tu kama mimi hela. Kwa hiyo mimi naimba ila sijijui, ila watu wa nje wanaona kwa hiyo Stizo mimi ndo nikajiona naye hivyo. Ndo akija hapa anaita Wailinga, jina langu hilo Fido 7 hajalikalili vizuri. Kwa hiyo anaita mdogo wangu Wailinga, vipi? Naambia fresh bro, umekula? Sijala. Ananikinda 3000 kale. Yaani ule kama brother yangu, yani ule pale Stizo ule pale yani. Yaani ule Stizo yani yaani sema kama Mungu amekutana naye Stizo. Hujamwambia chochote kuhusu wewe baba akusupport mazingira ya collab, labda mfanye kazi au kusupport kwa njia yoyote kwenye muziki wako, lengo tu ufike sehemu fulani? Maana Stizo alipofika, Stizo ana uwezo naye kukufikisha sehemu fulani ukae. Stizo mimi niliongea naye chini, akasema hivi, mimi kama collab na mimi utafanya, sema nataka uachie ngoma zako hata 3. Unajua kabisa hizi ngoma 3 zako zote kali, watu wakifahamu kidogo tu mimi nikiachia collab na yeye, yani nadhani kaenda chapu. Usiwahi kwanza kufanya collab, achia kwanza ngoma zako wewe mwenyewe. Yaani unajua ngoma zangu mwenyewe, yani nikiachia ngoma kweli. Yaani usikimbilie kwa collab. Kwa hiyo na Malo unashakutana naye hapa? Malo mara kibao, mwisho jana Malo. Mwisho jana tunapiga story tu hapo. Anafunga hapa. Kwa kuhusu muziki wako hajui kama unaimba naye Malo hapo? Malo anajua. Hajai kukushauri kitu kuhusu unachokifanya? Ananishauri Malo mwenyewe anasema hivi, mdogo wangu, wewe fanya muziki utanipa collab. Naambia poa. Anakuambia upambane utampa collab. Mimi tutafanya mimi naye collab. Tutafanya ngoma. Naambia poa. Bwana, msanii anaitwa Fido 7 kutoka Iringa mpaka Dar es Salaam. Haikuwa rahisi, sio kutoka Iringa mpaka Dar es Salaam, kufika tu Dar es Salaam kufanya muziki, no. Kutoka Iringa hiyo 220 ngapi tuseme, uko 224 huko. Kutoka 224 Iringa mpaka Morogoro, kapambana sana. Morogoro mpaka Dodoma, wote wameweza kupambana kuhusu muziki wake mpaka sasa hivi akaja kafika hapa studio za 4Name kwa producer Sizo Magridi pamoja na Tana Beat, mzee wa Totals Tana Beat. Yote kwa yote ni mazingira ya kuforce katika muziki wake, kupambana, lakini yote kwa yote tumshukuru sana Blaza Dua, Uncle Dua. Baada ya kufika Dar es Salaam, mtu wa kwanza kukutana Dar es Salaam ni huyo mjomba, akamwambia vipi, akamwambia bwana, kuna mtu anaitwa Blaza Dua ambaye anasupport muziki na pale kwake kuna studio, ndio akakutana na Blaza Dua, akaja akamleta hapa studio, ndio mpaka sasa hivi unamkuta kijana kwa studio anapambana, ana miezi 4 hapa studio. Kazi yake ni kufagia studio na kufanya usafi wa studio. Producer anamsikiliza kila siku, anafanya mazoezi, sio kama hawataki kumrekodia. Muziki ni biashara, au sio bwana? Huwezi kurekodi kitu kizuri ukakiacha tu studio au kampa angaike nacho mwenyewe. Muziki ni biashara. Kwa hiyo mtu anapoaminia kitu, tulia mdogo wangu, na wewe nakushauri kitu hapa, na mimi inabidi unisikie. Mtu anapokushauri kitu, inabidi umsikilize. Wewe umri wako ni mdogo, na kwenye muziki mwakuta watu wengi hapa, kama unavyoona kuja kama wakina Stizo, wakina Dogo Malo, wakina hapa, wasanii ni wengi sana wanaokuja hapa. Kwa hiyo mtu anapokushauri kuhusu muziki, inabidi uelewe wewe una miezi 4 tu hapa. Watu wanakaa WCB pale hadi miaka 5. Hajulikani na yoyote, yeye anaingia tu WCB pale Wasafi, ana rekodi ngoma tu, anapiga tizi tu kwa Liza pale, anakutana na Mondi, lakini watu hatumjui wala hajulikani, lakini maisha ya kuaso. Mtu anaamini kuwa mimi nina kipaji, na kipaji hakifi mdogo wangu siku zote. Kipaji hakifi. Wewe miezi 4 bado katika pambanaji wa muziki. Endelea kupiga tizi kwa wingi, na kama kuna masponsor, wadhamini, mapromota wakubwa, mapresenter wakubwa, media wakubwa, dogo huyu hapa yupo Mbagala Kiburugwa, studio za 4Name hapa. Kwa kama kuna chochote cha kumsupport mdogo wetu, tunabidi tumsupport. Katoka mbali, ana mwaka wa 4 hajakutana na mama yake, yani kwa umri wake huu hapa. Kaacha shule kwa ajili ya muziki, lakini anaamini akifanya muziki anaweza kujisomesha. Sio bwana? Wengi sasa wanafanya muziki wanajisomesha. Kwa hiyo ukimwona mtu labda anakataa muziki, anakataa shule kwa ajili ya muziki, usije ukaona dogo kashakuwa muuni. Hamna. Maisha sasa hivi ni kila kitu pesa. Utapokuwa na pesa ndio unaweza kufanya kila kitu mzee. Japokuwa sio vote, lakini ukiwa na pesa kuna at least ya furaha unaipata kuliko kama huna pesa.